kuna kitu kimoja kinatokea mara nyingi sana. Mtu akiwa kimya tu, watu wanasema huyu mtu ni mpweke, huyu mtu hana marafiki. Lakini leo nataka tujiulize swali moja tu. Je, ni kweli mtu akiwa mkimya basi ana upweke? Au tumekuwa tukihukumu tu hata bila kujua ukweli? Kama wewe ni mtu mkimya, basi kaa karibu, na kama wewe sio mkimya pia kaa karibu, kwa sababu huenda leo ukabadilisha mtazamo wako. Twende sawa. Kwanza kabisa, kuwa mkimya sio sawa na kuwa mpweke. Kuna watu wanapenda kukaa peke yao, sio kwa sababu hawana company, hapana, bali kwa sababu wanapata amani. Mtu anaweza kukaa chumbani kwake akawa anaangalia kitu au anajisomea au akawa anafikiria kuhusiana na maisha yake ya mbele na akajisikia vizuri kabisa. Huyu mtu sio mpweke, huyu anafurahia kampani yake. Lakini sasa kuna mtu anaweza kuwa na marafiki wengi, kila siku yuko na watu, lakini ndani ya moyo wake akajisikia yuko peke yake. Hapo ndipo upweke wa kweli unapoonekana. Kwa hiyo kuwa mkimya haimaanishi kwamba wewe ni mpweke. Na kitu cha pili ambacho watu hakielewi ni kwamba watu wa kimya hawahitaji kuwa na marafiki wengi sana. Wanahitaji mtu mmoja tu au wawili wa maana. Unaweza kumkuta mtu mkimya hana grupu nyingi za WhatsApp, hana makundi mengi sana ambayo anakaa pia nayo story, lakini akipata shida ana mtu wake mmoja tu ambaye anamuelewa vizuri sana, na huyo mtu mmoja anatosha kabisa kwenye maisha yake. Watu wengi wanafikiri kuwa na marafiki wengi ndio furaha, lakini hii sio kweli. Wengine wanachagua watu wachache tu, lakini wa kweli kabisa. Na watu wa kimya hii kitu wanaipenda sana, kuwa na marafiki wachache lakini ni watu ambao wa maana kabisa. Kitu cha tatu ni kwamba watu wa kimya huchoka haraka sana kwenye mikusanyiko. Kuna watu wakikaa kwenye sherehe au kwenye makundi huwa wanapata nguvu zaidi, lakini watu wa kimya wakikaa muda mrefu na watu wengi huwa wanachoka mara moja. Sio kwamba wanachukia watu, hapana, au sio kwamba wanaringa, hapana. Ni kwamba akili yao inachoka haraka sana. Ndio maana utamwona mtu mkimya anaondoka mapema kwenye kikao. Watu wanaweza kusema huyu mtu anapenda kujitenga, lakini ukweli ni kwamba ameishiwa nguvu tu ya kuendelea kukaa na watu wengi. Anahitaji muda wa kuwa peke yake ili arudi kuwa sawa. Na kitu cha mwisho ambacho watu wengi hakielewi ni kwamba jamii zetu zinawapenda sana watu wanaongea sana. Yaani tangu tukiwa wadogo tuliambiwa kuwa mtu anayejibu maswali sana darasani ndiye ambaye ana akili, ndiye mwerevu, na mtu ambaye anapiga stori sana ndiye anaonekana anajiamini. Lakini mtu mkimya mara nyingi anaonekana kama hana kitu. Hii si kweli. Watu wa kimya mara nyingi wanafikiria sana kabla ya kuongea, wanasikiliza zaidi kuliko wanavyoongea, na wakati mwingine mtu anayesikiliza sana ndiye ambaye anaelewa zaidi. Kwa hiyo tatizo sio kimya wao, tatizo ni jamii, jinsi ambavyo inachukulia watu ambao wanapenda kuwa kimya. Jamii zetu zinapenda sana watu ambao wanaongea sana. Sasa niambie, je, mtu mkimya ni mpweke au sisi tu ndio hatujamuelewa? Na wewe je, ukimya wako ni amani au kuna kitu ndani ambacho unakificha? Niambie hapo chini kwenye comment. Kama hujasubscribe kwenye channel hii, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu ambazo zinahusiana na saikolojia, video ambazo zinahusiana na maisha yetu kwa ujumla. Tutaonana kwenye video nyingine. Bye bye.